Bwana, kama kuna maisha ni very very unpredictable, ni maisha ya football. Jadon Sancho kutoka kuwa golden boy, mchezaji anayepiganiwa na vilabu vikubwa Ulaya, mpaka kuwa flop, mchezaji anayepigania kupata namba Aston Villa. I say, najiuliza sana ni kitu gani kinamsumbua Jadon Sancho, au ni nini kilimpata hapo katikati, kwa sababu ukirudi nyuma mwaka 2020, 21, 22 jina lilikuwa ni Jadon Sancho. Kila klabu kubwa duniani ilikuwa inatamani kuwa na mchezaji kama Jadon Sancho, lakini sijui ni nini kilikuja kikatokea baadaye, au ni ile issue ya yeye na Ten Hag imemsababisha. Unajua katika maisha ya football discipline ni kitu namba moja. Yani discipline ni kitu, yani kubali kuwa mjinga, kwa sababu kama mnakumbuka ile siku Jadon Sancho alimjibu Ten Hag kwenye mtandao, alienda kaandika kwenye mtandao. Ten Hag alidemand kwamba Jadon Sancho anatakiwa aombe msamaha, kwa sababu kwenye game Ten Hag baada ya game kuisha, sikumbuki ilikuwa ni game gani, lakini Ten Hag aliojiwa na waandishi wa habari akaulizwa kwamba mbona hatujamwona Jadon Sancho kwenye listi, na Ten Hag akasema kwamba tumemdrop kwa sababu ya performance yake mazoezini. Bwana, haikupita muda mrefu Jadon Sancho akaachia waraka mtandaoni akimchana makavu Ten Hag. Lakini Ten Hag kile kitendo hakukipenda na akahitaji kwamba Jadon Sancho amuombe msamaha Ten Hag, lakini Jadon Sancho aliapa kutokufanya hivyo, hata baada ya wachezaji wenzake kumsihi afanye hivyo. Lakini Jadon Sancho, kama mnakumbuka, alikataa kumuomba msamaha Ten Hag, na baadaye nafikiri 2024 Manchester United walimtoa kwa mkopo Aston Villa. Lakini hata baada ya kufika Aston Villa bado akawa na struggle sana katika kupata form na hata kupata namba. Mambo yakaendelea hivyo hivyo mpaka jana katika mechi ya Manchester City na Aston Villa. Jana bwana, Buendia aliumia. Baada ya kuumia Unai Emery ikabidi amuingize Jadon Sancho achukue nafasi ya Buendia, lakini ni kama mchezo ulibadilika hivi. Baada ya Jadon Sancho kuingia, Man City walirudi tena katika umiliki wa mpira, wakaanza kumiliki mpira, wakaanza kupiga zile pasi zao possession, wakaanza kurudi juu, na hatari kubwa ilikuwa inakuja upande wa Aston Villa. Nafikiri Unai Emery aligundua hicho kitu na akamtoa tena Jadon Sancho. Yani ni mchezaji ameingia kwa substitution, baadaye anakuwa substituted tena baada ya kucheza dakika 45 tu akatolewa. Bwana, ni kitu ambacho kilinisikitisha sana, na ukiangalia Jadon Sancho ni bado kijana mdogo ambaye alikuwa na ndoto kubwa, na wengi walitabiria labda angekuja kubeba hata Ballon d'Or, lakini tunaona the downfall ya Jadon Sancho imekuwa namna hiyo. Kwa hiyo siwezi kujudge kabisa nikasema labda ni nidhamu pengine ndio imemfanya ashuke kimpira. Nataka wewe uweke maoni yako hapo, niambie ni kitu gani kimemsababisha Jadon Sancho kupotea kabisa katika ramani ya soka na hata kuwa vigumu kupata namba katika kikosi cha Aston Villa.